Yesu asifiwe. Amen. Binafsi nimshukuru Mungu kwa mbingu na nchi aliyenipa neema ya kusimama mbele zako majira haya siku ya leo, lakini ni siku ambayo Bwana amekubali ili tuwepo nyumbani mwake. Mara nyingi katika ibada kama hizi Mungu anapenda kuona moyo wako wa utii na kushukuru. Sio ibada za kawaida, ibada ambazo ukikaa nazo vibaya zinaweza zikakuacha vibaya, lakini ukikaa katika mkao wa kumwona Mungu utamwona bayana. Mwendelezo wa somo letu ambalo Bwana ameliachilia kama wiki mbili zilizopita, na tunahitaji kwenda zaidi. Somo letu linazungumza juu ya kujenga mwili wa Kristo. Neno linalotuongoza ni Warumi 12 mstari wa 4 na 5. Alhamisi iliyopita tumeangalia juu ya neno upendo, tukatembea sana. Leo tutakuwa tunashughulika na aina za upendo. Sema aina za upendo. Tulianza ile Alhamisi kwa kifupi, lakini leo tutaendelea zaidi. Aina za upendo. Sema aina za upendo. Kabla tujaenda kwenye aina za upendo, kwa faida ya wale ambao hawakuwepo, upendo ni msimamo wa ndani au uamuzi wa makusudi wa kumthamini, kumjali na kumtendea mtu mwingine bila kutazamia faida binafsi. Upendo hauhitaji kurudishiwa faida, hauhitaji kupata bonus. Hiyo ni faida ya upendo huu wa kwanza tunaotaka kuzungumza. Aina hii ya kwanza upendo iko hivyo, na upendo huu ni upendo wa kimungu ambaye yeye alitupenda mpaka leo anatupenda. Hakuna amri zinazozidi hizi. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akili zako zote, kwa nguvu zako zote na moyo wako wote. Si sawa? Afu ya pili inafanana na hiyo, nayo inasema mpende jirani yako kama nafsi. Tunapotazama hizi aina za upendo, ningependa usikilize vizuri na uelewe, ujue viwango vya upendo ili usije ukajikwaa. Upendo wa kujitoa, hauna masharti na unatoka kwa Yesu mwenyewe. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, bila masharti yoyote akamtoa. Huu ndio upendo wa agape. Akamtoa kwa ajili ya majambazi wanaolala wanabomoa nyumba za watu. Akamtoa kwa ajili ya wachawi wanaolala wanatesa watu. Akamtoa na yeye alikufa kwa ajili yao. Huu upendo ni wa gharama, wa gharama sana. Huu upendo unamtaka mtu ambaye umejana, umemuona chumvi akakulima, yeye anakuja anakwambia pesa sina unga, unamwambia unga huu hapa kapsonge ndani. Upendo wa agape. Jana anakutukana matusi ya kila rangi ya bluu na njano, alafu saa ile ni usiku unamsikia anakema, unamwambia jirani ni nini na nakufa, unawasha gari unampeleka hospitali. Upendo wa agape. Aina ya pili
upendo wa phileo. Sema phileo. Sema phileo. Hii ni aina ya pili ya upendo. Upendo huu ni upendo wa urafiki. Upendo wa urafiki ni upendo ambao una sababu. Huu sio agape. Sahau kuhusu agape. Ukishaenda phileo umetoka kwenye agape, lakini ili uende phileo unaanzia agape. Tuko sawa? Hawezi kwenda phileo kabla hujaanzia agape. Tuko sawa? Huu ni upendo wa Kristo. Ni upendo ambao unataka tukutane, tujengane, na tunakuwa tumeshaanza kuaminiana, ndipo unasikia tunaitwa marafiki. Upendo wa tatu unaitwa storge. Huu ni upendo wa kifamilia, family friends, family love. Storge. Huu upendo ni wa asili, ni upendo ambao ni wa muda mrefu, hauexpire. Upendo huu unadumu kwa muda mrefu, huwa hauexpire. Aina ni eros. Huu ni upendo wa kindoa, na mwenyewe tunazungumzia kwa nafasi yake, upendo wa kindoa. Halafu wa tano unaitwa hesed. Huu ni upendo wa kiagano. Naomba niishie hapa, tutaendelea sana. Kumbuka tuko tunajifunza hii ni kwa nini. Huu ni wajibu wa kwanza wa Mkristo katika kujenga mwili wa Kristo, maisha ya upendo. Maagizo tuliyopewa na Yesu yanasema, amri mpya nawapa, mpendane. Sema tupendane. Sifa za upendo ziko tatu. Sifa ya kwanza, hautegemei hisia. Upendo ni moja ya upendo ambao hautegemei hisia. Upendo wa pili, sifa yake ya pili, hauangalii kustahili, kwamba huyu anastahili au hastahili. Lakini huu upendo wa furaha unataka kwanza umhakikishe mtu kwamba anao uaminifu. Msingi wa upendo huu unajengwa juu ya uaminifu, lakini sio tu juu ya uaminifu, juu ya ushirika wa pamoja. Kitabu cha, kama sikosei, Yohana, ndio Yohana 15:15. Hebu kimbia usome hapo tu. 13:15. Na 15:13-15. Yohana 15:13-15. Yohana 15:13-15. Sema. Ndio. 15:13. Ndio. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi wake, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Ndio. Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Amen. Asema, ninyi mmekuwa sasa mmekuwa rafiki zangu. Mimi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Mkitenda niwaamuruyo. Subiri kwanza. Unapaswa ushike kile ambacho amekuamuru Yesu, kisha ndio uwe rafiki. Tumesoma pia utii leo asubuhi. Tulikuwa tunasikiliza. Usipomtii huwezi kuwa rafiki yake. Usiposhiriki ibada huwezi kuwa rafiki yake. Amekuagiza jambo ufanye, utaki kufanya, huwezi kuwa rafiki yake. Huna vigezo vya kuwa kwenye upendo, kwenye hii cycle ya upendo wa leo na Yesu. Kwa sababu kama tuko pamoja na wewe unasema wewe unanipenda, ama tunajenga mwili mmoja, iweje nipate shida ufurahi? Iweje mwenzako aumie alafu ufurahi wakati na wewe ni mwili ule? Kwa hiyo upendo huu wa leo unataka kusaidiana kwenye changamoto. Faida nyingine, upendo unakupa ukuaji binafsi. Anasemaje?
Samueli wa kwanza 18:1 nasema, ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ni kijana wa Sauli, ikaambatana na roho ya Daudi kijana wa Yese. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Akampenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Ili uumie uliogaragara na kuja hapa, useme Bwana niko hapa, ninaomba unipandishe viwango vingine katika jina la Yesu. Wananiteka Bwana sijui kuimba. Bwana ni unawili rafiki yangu, washangaze. Uyaendeleza mbele watesi wangu. Nisikilize, hautafika hivyo viwango vya kuja kuomba hayo maombi kama hauna muda wako. Tafuta muda wako, awe kwenye saiti yako. Unaanza kumwambia Baba hapumzike miguu. Pole. Hapumziki. Yupo leo na kesho. Wewe omba tu Mungu akutengenezee meza mbele yake. Kulikuwa na hao. Lakini Yesu alikuwa na hawa. Sema watatu. Na hao nao uwe nao kwa jina la Yesu. Uwe na upendo wa kileo. Upendo wa kileo ni upendo wa kimungu ambao unataka unatoa sababu ya kwa nini uwe kwenye huo upendo. Yohana 15 sura ya 15 mstari wa 5 na wa 7 anasemaje? Mtu tusome mstari wa 7 15:7 anasemaje? 15:7 anasema, ndio, ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Haufiki kwenye neno lolote, haufiki kwenye kuomba neno lolote ukiwa bado uko kwenye upendo wa agape. Lazima uwe umesogea kwenye upendo wa vileo. Hawa tunamshukuru. Asante kwa ajili ya neno. Asante kwa kile kibali chako. Naam, mtazamaji wa kanisa la Habari Njema, na sasa ibada yetu imefikia mwisho.